Are you hearing me? Let us not mock, but let us say, the people of Kericho, we shall become a benchmark. And I'm talking to you, Dr. Eric. This thing has come to stir you, my brother. I tell you. And where is Engineer Fred? This thing has come to stir you. And we are going to walk in the name of Jesus. And we are going to be a people of a sacrifice. Now, we will see our people. We will see these people so that they become a better human being. Ukipatiwa nafasi ya uongozi, piga magoti na uombe Roho Mtakatifu akusaidie. Uongozi sio raha. Uongozi sio kufurahi. Yeyote ambaye umepewa kiti ya uongozi umepatiwa msalaba kama Yesu. Kufa kwa ajili ya watu. Amen. But we have a leadership today, tunataka kusherekea kwa sababu ya watu. We need to die for them so that they can have life. Na ukikufa kwa ajili yao utaishi. When you don't sleep in the night on their behalf, God will give you peace. God will bless you. Leaders, we have a responsibility. Because today we are mourning, but we don't want to keep on mourning like this. We want to have a new thing. And God said to Israel, I have sent you my spirit so that I make you better human beings. Amen. I have sent you my spirit so that you prosper in the land. I have sent you my spirit so that you make up your minds to live a better life. God wants us to live a better life. All of us want to live a better life. Amen? Mimi niko na shule na kuna watoto na wasaidia ambayo ni mayatima. One day, my children, mimi huanga na watoto mara mbili. Niko na wale wakubwa wamekwenda university. Alafu baadaye mlango ambayo tulikuwa tumefunga vizuri ilipomolewa. Kukakuja wawili ambao hatukutarajia. Lakini wamenisaidia kunifungua macho. The CBC. I should not be talking about the CBC. But I am now there by force, by fire. So that I travel with those parents and I understand them. So these children siku moja wakaniambia daddy, kuna mtoto ana viatu kwa shule. Huyo mtoto hana tracksuit. Huyo mtoto anakujanga asubuhi kama amechelewa. Nikaambia kwa nini? Akasema wanasema wazazi wao walikufa. Unajua chenye walifanya? Mwingine aliniambia toa pesa ya tracksuit. Nikatoa bila kufikiria. Mwingine akasema kiatu. Na mwingine akasema atakuwa akibebwa na gari ya shule bila kulipi. I had to think and say that little children have seen their fellow and they are saying should live a better life. Sisi ni wakubwa. Lakini saa zingine hata hatuwezi kufikiri mtu mwingine aishi maisha mzuri. Usikue peke yako mwenye kufaulu. Faulu na watu wengine. Usikue tajiri peke yako katika kijiji. Utaletewa kadi za harambee 10 kila siku. Afadhali tugawe. Let us share so that our lives can become better. The Spirit of God is the spirit of sharing. Amen. Let us think about how we can make this country great. Let us think about how these resources can be multiplied. Mwenye alileta mikate ya kulisha watu maelfu nipto yo ngeta maot magilele no nipto yo kigure ngete. Alikuja na samaki 2 na mikate ngapi? Lakini watu wakubwa na wasomi kama kina Mathayo, wasomi walikuwa pale, watu wa economics hawakuelewa watu watalishwa namna gani. Lakini mtoto mdogo alikuja na akampatia Yesu mikate ngapi? 5 na samaki ngapi? Watu walikula ama kukula? Because huyo kijana alikuwa na tamaa, alikuwa na wivu. Kitinye ngatkong akona na muowo kotimaje sisi bime ngonduni ibote tuguk somok. Ibote mpananda agite singat konda agingwan. Ingoldo kulagi lugui ibegu. Aisha. Wakati utachanganya umaskini na wivu na chuki, wewe kwisha. Tukubali Roho wa Mungu atusaidie. We have to become a generation of generosity. Mwenye anatoa anapata. Mwenye anaona mwingine anapata. Hakuna haja hata tukikupatia yote. Kwani hata ukiwa na magari 10 utapita yote safari moja. Na ukiwa na suti 10 utafaa yote safari moja. Hata ukiwa na vitanda 5 utalala yote. Hata saa zingine hata uko nayo na ulale tena, because usingizi haikuchange kwa kitanda, ukuja kwa amani. Na mwenye analeta usingizi ni Mungu. Sasa hii mambo si tuseme tu kwamba God give me a heart for others.
Give me a heart for a nation. Give me a heart. Amen. Hata yale umesikia kuhusu makanisa, yale yanafanyika kama yaliyofanyika Shakahola, sio roho ya Mungu, ni roho ya mtaka kitu. Ni roho ya kujitakia yote kuliko wengine. Na ukishachukua kutoka kwao, unaambia waende mbinguni. Na wewe huko tayari kuenda, unakaa kama manamba. Unawapigia gari wakwende, wewe ukaange nyuma. Tunataka kama unataka tuende mbinguni, wewe tangulia. Ukue huko mbele tukufuate. Kwa sababu uongozi ni kutangulia. Wewe kaanga mbele. Kama unataka watu wafunge, wewe funganga tukuone vile unafunga. Ndio si hatunakula anapo tunafunga. Hapana, hatukufungi. Funga kwanza. Hallelujah. Yes, do what you need others to do. Sacrifice the way you want others to sacrifice. Cry the way you want others to cry. We don't want hypocrisy. Na sisi washirika pia tuangalie hiyo. Angalia, kile unapata kwa mhubiri si chenye anasema. It is who he is in their hearts. It is what they are. That is what we become. Tunataka Mungu atusaidie. Na kanisa la Mungu liko hapa na liende mahali. Na si kwamba sisi wote ni wabaya. Wajeuri waitwe wajeuri. Fiasi mbaya ituliwe. Sisi tutahubiri injili na tutarudi nyuma. We need a progression by the grace of God. Na hivyo katika taifa, that is the way we are. Every day, God is taking this nation to another level. Amen. And I want us to pray from Londian. We are going back. We came crying, but we go back. Mungu ametupangusia machozi. God has done a new thing, and God will continue to do a new thing. Regarding, you should go to Nairobi. Let me just, Your Excellency. Lakini usijali kwa pulpit tunaweza kuita hivyo, lakini si kila mahali. But I want to say, Your Excellency, as you go back, you are a man enough. Na umwambie William also, His Excellency, he's also a man enough. Tuko na wanaume. Na watu wanaelewa kuomba. We understand how to pray. As we pray, we don't remain the same. Wetangula is here. Mheshimiwa, you know, Justin Muturi was my friend. There was a time I spent with him 3 hours in Turkey. Sisi peke yetu. Tukiongea. He was the speaker for the first time. Yes? But I want you to know, you are there by the grace of God. You are not there because of anything else. You are there for the grace of God. Na hii parliament uko nayo si ya kawaida. May God help you to see that. Si ya kawaida. Na usikae kama kawaida. Hata usahau mahali umepitia kwa hii maisha. Si ya kawaida. And every time, just pray and tell God, help me. Because this one is not normal. This Kenya we have today is no longer normal. It's not normal. Kenya ile ilikuwa normal iliendanga. Ilienda na wenyewe. Sai it is abnormal Kenya. And if you behave normally in abnormal Kenya, you will cry. You also need to know how to behave in abnormal Kenya by the grace of God. Ama namna gani? What do you think if you are the president, you make a decision today, inaenda kotini unaambiwa hiyo haifa? Si hiyo ni abnormality. Kwani kuna dunia kama hiyo? Na hii Kenya ni mzuri. Because if the president can listen, nimeambiwa hivi, this Kenya is good. But let us know, everybody wherever you are, don't behave normal. Behave a little abnormal. Like si ile normal ya kishetani, abnormality ya kiyesu. Ya kusema inawezekana. Ya kusema itafanyika. Because it will. In the name of Jesus. Do we believe that? So we want to pray. Nataka tuombe. Na tutaomba. Na tutaita wenye kuomba. Lakini kabla hatujaomba, I want us to do something. Kuna kitu kwa Biblia tunaita a peace offering. Ni sadaka ambayo inatolewa ili kutengeneza amani. And I want to ask Governor, when we erect the monument ya Kericho, ile kama ya watu wengine, umeenda the City of Champions. Umewahi kuona the City of Champions? Ama the source of champions. Yetu itaitwa the County of Peace and Prosperity. The County of Peace and Prosperity. That is what will be written here in Londian as we go to Kericho. We will not remind ourselves people died. We will remind ourselves the peace of God and prosperity prevail. Hata wakati tulipigwa na kifo. So this offering we give today. Najua tumekuja pia kuchanga kwa sababu ya waliofiwa. Lakini hata Mungu pia anataka kitu kwa sababu anasema give to Caesar what belong to Caesar and give to God what belong. Na si kwamba tunaomba sadaka. Unajua saa zingine mmetuonea. Tukikuja hapa wachungaji wanataka sadaka. Na si nyinyi hata pia mnatakanga pesa. Kwani hamtaki mulete yote yenye hamtaki? Sasa mkiona wachungaji mnaona hawatakangi ama namna gani? Wako na tumbo ya kukula. Wako na mahitaji.
Sasa hawa watu pia wanataka mshahara yao haitokangi kwingine, hakuna taxes tutaongeza, hakuna levies, hakuna VAT, kuna tu moja, toe ndugu, toa ndugu, toa ulicho nacho sasa. Bwana anakuona mpaka moyoni. Lakini msingoje tu waimbie, muonange hata na nyinyi kwamba praise the Lord. Nataka kuongea kwa sababu ya wachungaji. Because sometimes we are unfair. Na saa zingine tumewasukuma mpaka wafanye ukora. Kama wakiwa wakora, nyinyi ni wakora ya kwanza. Kwa sababu Biblia inasema bring all the tithe to my house so that there may be food in my. Na mkikosa kuleta watajitengenezea. Mtauziwa mafuta na mtanunua. Mtauziwa rungu na mtanunua. Mtauziwa chumvi na mtanunua. Kwa sababu mlikataa. Sasa mtawekwa plan. So may God help us and God give us grace to see. Msichape sana wachungaji mpaka wanakosa namna. Let us also behave. Tukibehave wote, behavior itakuwa, character itakuwa. Tusiwasukume. May God help us in the name of Jesus. So mtanukubalia tukatoe sadaka. Hata kama tunalia, tuseme peace offering. And God bless us in this place. Na ututume kutoka Londian. Tuna mjadala tunayo hapa Kericho. Mjadala ya kusema tutaweka wapi revival. Nafikiri sasa tumekubali tu kwa sababu ya aliyotendeka, tumekubali revival ikuje huku. Ama namna gani? Kwa sababu tulipigwa. Najua sasa kuna mambo mengine tutaconcede by the grace of God. Na ikikuja, unajua we were thinking, unajua tulikimbia sana. Hatufanyi hivyo kwa sababu tunataka kuwa na accident. Hatufanyi hivyo kwa sababu tunataka kuwa na magonjwa. But we want to become a blessing in the name of Jesus Christ. Londian is a London. And it must begin to become London, the true London of God. And we are blessing you to become the true London, the London of God. With the leadership we have, it will become. So will you allow us to collect the offerings and then I will call the people to pray? Amen. I was feeling Joyce. Wakitoa ndio niombe. Waombe kwanza. Wacha watoe ndio tuombe. Ndio itaombeka. So tusimame. Na kwaya. Asante sana. Tumebadilisha protocol kidogo. Let me ask the worship team to come forward. As we give, we have designated